and it's a mistake made by a very learned person who told me na akaandika BTL was done to me, and remember, it's without my consent, my permission, my knowledge. But they insisted they did it, and they didn't even explain to me why it was done at the customers. To hear from Kenyatta what led them to tell me they have done a BTL. And if for sure they did, why did I get a baby? And because I got a baby after trusting all their processes, all their services, why? Who is responsible of this child? Only that. Who will be responsible for the life of this kid? Cia mwanya mwiroreri wa Kate Infinity na wandua wa Mwangi ndimunyite ugeni muthenya wa umuthi. Tucerete kundu kuikaine ta South B na tukite kurehe mugeni witu wa umuthi uria aratwira ati athire kuria thibitari wa Kenyatta National Hospital niguo akorwo agikwo CS agiekana. No riria ekirwo CS ni akorirwo agikwo nyamu itagwo tubal ligation kana TL. Aria matoi ni njira ya family planning iria ni permanent na koguo mundu ni agikoragwo akiohwo tubes cia kugia mwana, na koguo ni kunyita wandua ugeni niguo akora akimugeithia na akinyita mugeni witu wa muthenya wa umuthi ugeni. Karibu. Yes, thank you muno. Haria marakioragia Kate Infinity athire ku ni mwakimuona finally ni agicokeria mitambo-ini. Ni munyite ugeni muno, ni njitagwo Wandua wa Mwangi, nitagwo mwakire kumana South kwitwa kunyita mugeni witu ugeni. Tathite na mbere kiambia tugeithie agitwira maritwa make na muthenya wa umuthi tukwaria na githweri. Hello, kwaria na githweri. Ni munyite ugeni akorwo agitugeithia na agitwira maritwa make. Karibu sana. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa kuja kwenu. Kwa majina naitwa Virginia Ndinda. Virginia Ndinda Mutuku. Na Mutuku ni my first husband. Ngani kuna second husband? Huyu alikuwa my first husband immediately after class 8. Okay. That is my first husband mwenye alinioa na harusi. Okay. Lakini tukaachana after 3 years. Akaniachia mtoto mmoja. Na bado niko na yeye namlea. Kabla tufike hapo tunaweza taka kujua umetoka pande gani ama ulizaliwa wapi? Okay, mimi nimezaliwa huku tu Nairobi. Lakini babangu ni Mkikuyu wa kutoka Nyeri. Lakini tukahama tukaenda Subukia, kwetu ni Subukia. Mamangu ni Mkamba. So I'm half caste of a Kamba and a Kikuyu. Yeah, but nimegrow huku tu Nairobi. Hapa tu place inaitwa Kibera. And my parents are still there. Okay. Yeah. Na shule ulianzia wapi? Shule nilianzia huku tu Nairobi, hapo Lang'ata. Shule ilikuwa inaitwa St. Augustus, it was a private school. Nikamaliza class 8. After class 8, I scored well, but sikuwa na pesa ya kuendelea high school. So nilikaa home, na after 3 years, not 3 months, the third year, ndo nilifanya wedding when I was almost 15 years. Because nilikuwa nimemaliza class 8 na 12 years. So nika get married na harusi na nikachukuliwa ID and I got my first born kama bado hata siko 18 years. So saizi yako 14 years and I'm still with her. Okay. Yeah. Ukisema harusi ni kwenda kanisani? Yes. Niliolewa na white wedding. Yeah, but hiyo Kama hujafikisha 18 years? Yes. Hata sikuitishwa ID. I remember sikuitishwa ID, but I was told kwa marriage certificate niandike 19 years by that man. So niliandika tu 19, but nilichukua ID baadaye after tumeshaoana, na ndio maana nilichukua mpaka na ID yake. So naitwa Virginia Ndinda Mutuku, but my dad is Ngari. Oh, Ngari. Yeah. Okay. Yes.
After getting married, marriage haikunifavor sana. He was so violent. So ilifika time tukaambiwa to separate for some time so that tuone kama tunaweza sort out issues, then we come back together, but haiku make sense to me, so I had to leave that marriage because hata kitu ya kwanza sikuwa najua what is married. I suffered a lot because I got married when I was so young and I didn't know what's the meaning of marriage. Hebu niulize, uliumia kiaje ama uliumia kivipi? Niliumia tu psychologically, physically, niliumia sana. I just remember niliumia tu sana. So I had to leave because alikuwa ananipiga. Kitu ya kwanza tu alikuwa tu violent for no reason. Na hakukuwa mlevi. So I had to leave that marriage. Na tukaseparate ndio tuone by the end of the day kama tutarudiana, but nilishindwa tu vile. Sasa niliachana na yeye, nilikuja nikajua hata sikuwa najua marriage nini, so I gave myself a chance kwanza ya kugrow mind hivyo tu. Na niulize, mbona wazazi walikubali uoleke ukiwa na 15 years? Mimi sielewangi hata kwa nini kitu ya kwanza walikubali, but I can remember my shosho was against it, but ni kama saa zingine ile place yenye watu wanakaa inategemea ni wapi. Like ukiangalia mtaa Kibera hizo enzi vile ilikuwa inakaa si kama sahi. Hata watoto wa huko sahi si kama sisi tukigrow kitambo. So ilikuwa tu hiyo enzi tukiwa kule, ilikuwa hata hakuna kitu inakuja huku nje tu, yani tunafanya mambo pale tu, pale kwa pale ndani. Ni kama tu mtu uko Dandora, Mathare hizo, yani unapatanga ukisha kuja town ndio sasa unachanuka kidogo. So nikajua baadaye I was not even ready for marriage, but niliingia tu na nikaolewa, but he didn't even pay my dowry. Tuliwed tu hivyo, akaandika ataleta dowry the following year mwezi wa kwanza January, but they never showed up till today. So hata tukiachana hakuna like, okay, gava inatambua tumewana because I was married because of that marriage certificate, but kikwetu sasa kimila hawamtambui kama bwana yangu kwa sababu sasa yeye hata hakuhona his promises. Yeah. Na bwanako huyu mwenye umesema ni wa kwanza, mlipatana na yeye wapi? Tulipatana tu kwa church. He saw me, alikuwa wa youth. Mi already sasa nilikuwa working, so nilikuwa nimetoka Kibera kidogo, nimeenda kukaa Kasarani kwa friend ya mamangu, alikuwa na salon. So hapo ndio nimejulia kazi ya salon after nimekosa sasa completely pesa ya kuingia high school. So nikiwa pale nilikuwa nakuja kanisa saa zingine huko tu kwetu. So I came, my sister akaomba ruhusa tutoke na yeye. So nilikuwa nimenunuliwa by then kasimu kadogo na huyo my first boss. So akaniambia hebu nione hiyo simu yako. So that's how he took my number. Ilikuwa mwezi wa 4. Alafu mwezi wa 8 anaenda kusema kwetu anataka tunafaa kuona na harusi, and because I was silent, sikuwa naongea sana. Alafu nilikuwa mshy nini. So wakajua kwetu nimeshindwa kujisemea. Yeye akasema tumesha agree tuoane. But in reality hata niliulizwa kwanza, mlisema mnataka kuoana na Christopher? Nikasema mimi hapana, but mimi sikuweza kumpinga. So sasa akiwa mpangia harusi mwezi wa 8, kwetu bado walikata. So tukafanya hiyo harusi mwezi wa 10 tarehe 20. After sali struggle sana tufanya harusi, but sikuwa na ID, I was too young. Yeah. Mzee alikuwa haona? Alikuwa 32. I remember yeye sasa alikuwa 32 years. 32 na 15? Yeah. He was 32. Na hapa penye marriage inakuja kuishia ilikuwa after how many years? After almost 3 years. Kwa hivyo hata mkukaa sana. Nilikaa ndani hiyo ndoa nikivumilia sana. I remember even sending my mom a message nikimwambia wanikubali tu nirudi after almost 3 months kwa sababu nilipata marriage is not an easy thing. So nikashangaa mama wanavumiliananga tu na hizi shida. He couldn't want me to see me nikisalimia mtu. Nikisalimia mtu napigwa vibaya sana. Unajua wewe ni mdogo sana, utadanganywa na hao vijana. So I think sasa kulingana na sasa hivi sasa nishakuwa na miaka kadhaa sasa na nimelearn so many things hizi. Naonanga kumbe alikuwa insecure kwa sababu anaona naweza danganywa juu by then bado akili ilikuwa haijakoma. So alikuwa tu ananipiga vibaya sana. Hiyo tu kunipiga tu. Wazazi ulikuwa unaambia wazazi unapigwa?
Yes, I could even go. I had a lot of P3s zake. Obi, nilikuwa nashinda kuandika Kilimani. So, Wanasemaje wazazi? unajua kwanza nikipigwa, nilikuwa najificha juu sitaki marriage iishe, sitaki watu wanishikilie huku nje. So nitapigwa, but because yeye ndo kununua chakula, yeye ndo kufanya kila kitu. Ningekula akirudi kwa nyumba. Hakuwa anaacha pesa. Yeye ndo atakuja na chakula, anunue nyama, nini, akuja alete, sasa nipike tukule. But mimi kuendaenda nje no. So nilikuwa nakaa kwa nyumba. So hata akinipiga, nakumbuka nilikuwa nakaa na black eye even 2 weeks. But watu wa notice. Naificha sana juu nampenda. Yaani nilikuwa naona sasa mtu ukishaolewa ni hivyo. Hakuna life ingine na uwezi achana na huyo mtu. So nilikaa na yeye but nilikuwa na P3 mingi zake. Sasa umetuambia umeshindwa kuvumilia na umetoka kwa ndoa. Utarudi uende wapi? Nilitoka kwa ndoa. Na nilitoka siku moja ya mwisho ile nilienda Kenyatta amenipiga, not Kenyatta. Nilienda Kilimani police station. And vile nilifika, askari nilipata aliniuliza, na si wewe ndio tumekuwa tukikuandikia P3 tukikuandikia OB hapa sana. Ama si wewe? Nikamwambia, nimekuja hapa. Akaniuliza, how old are you? Nikamwambia, na umeolewa? So mi nilikuwa nasema bado miaka zangu, sikuwa najua kuna ile umri ambayo mtu akiwa hajafika huwezi olewa in Kenya. So nilikuwa nawaambia exact miaka yangu. Na umeolewa? Ati na harusi? Na wazazi wako wako hai? Ya wote? Na wakakupeana? Sasa mimi hata wakiniuliza sioni ni issue, sioni ni big deal. Naona tu wananiuliza tu ile tu normal. So niliambiwa niingie kwa mkubwa. Siwezi kumbuka hiyo time ilikuwa CS ama ni OCPD, but niliambiwa tu hebu ingia kwa hiyo ofisi. So vile niliingia nilipata mwanaume tu alikuwa tu mzee. So ni kama alikuwa hata anakaribisha kuretire, maybe alikuwa CS ama OCPD. Akaniambia, ati msichana ni wewe unapigwa kila saa, sasa ona vile unakaa. Hiyo siku nilikuwa na black eye, nilikuwa natetemeka, nilikuwa na fever juu ya kupigwa, mwili yote ilikuwa uchungu. Huku kwote nilikuwa nimefuria damu, ukiangalia tu niko na hizo ngumi tu. So akaniambia, kwani ulidanganywa na nani? Huyo ndio last born ya wanaume. So hapo ndio nilifunguka akili. Akaniambia, unajua hata ukikufa saa hii ataona. Sasa huyo ndo mtu wa kwanza nilisikia ananiambia vitu zinakaa zina make sense kwa maisha yangu tangu kuzaliwa kwangu. Sasa nikaona haya, kumbe even I made the wrong decision ya kuolewa na hiyo age. So akaniambia, hebu fikiria sana, mwandikie, msambie aende hapo traffic achukue nini. So nikaenda hapo nikapewa P3, nikaenda tena Bagathi nikatibiwa. And those days I was not even mature enough to know naweza enda private hospital na nilipe pesa nitibiwe bila kwenda kwa government hospital ndio nifichilie mzee. Sikuwa na hiyo knowledge. So at least hata pia ilinisaidia hiyo kwenda kwa public hospital, kwa sababu nilikuwa nafika hivi naambiwa hii hatukutibu, hii ni ngumu, enda chukua P3 kuja tukutibu. So naenda nachukua P3 narudi na tena. Sasa ikakuwa ni kama tu ni daily routine. Yeah. Na umetuambia this is your first husband. Yes. Tutarudi tupate another one ama kutaenda aje? Sasa after nimekuja nimekaa ndio sasa nikaona nikakutana tu na mwingine sasa akajifanya mzuri, but at least sasa nilikuwa na akili at least sasa hata miaka imesonga at least sasa naweza jiamuria nini nataka nini sitaki. So nilitoka kwa huyo mzee nikiwa na mtoto mmoja alikuwa almost 1 year. Nikakaa sasa peke yangu after hiyo kupigwa sana. Sasa nilikuja kuishi South Sea. Nikaanza tu kanyumba pale kalikuwa ka 7K na kitanda yangu, na nikatafuta msichana wa kazi na nikaenda sasa kazi ya salon juu wakati nilikuwa naishi na huo kwanza alinikataza nikifanya kazi. So nilikuwa nakaa tu kwa nyumba. So sasa nikakumbuka ile kazi yangu ya salon, I can manage my bills with it. So nikarudi job. Vile nilienda sasa nikatafuta kazi nipata Vision Plaza Mombasa Road hizo enzi 2011. No, 2012. So nikapata kazi, nikaanza hapo Vision Plaza na ndio nika shift to South B from Kibera. Nikakaa huko nikiwa tu kwa harakati zile tu zangu tu za kawaida tu za zile shughuli tu za kila siku, ndo nikakutana na huyo mzee sasa wa pili. But
since nilikuwa nishaamua vile niliteseka kwa marriage, sitaki kuolewa tena. So nilikaa na yeye, ni kama tu tuna date. Hajaikuwa na seriousness ya ile kunionyesha like nataka nikuoe kama bibi. Unajua mtu akikwambia nataka, ukiona mtu anataka kukua na wewe, lazima uangalie anataka kukua na wewe na njia gani. So nilikuwa tunaona anataka ndio town tutatembea pamoja kwa nyumba tu, akuje kwangu, but mimi hakuwa ananipeleka kwake. Haya, vitu tu hizi tu normal tunge do together, but kwenda kwa ushago then introduce. But mimi nikienda hata kwetu nyumbani ataniambia tunaenda naye. So mimi nilikuwa naenda naye, yeye anajua my aunts, my uncles, everybody, our siblings, my parents, mpaka mahali wanakaa alikuwa ananipeleka peke yake. But sasa kitu fani ni yeye hajanipeleka kwao, na tukakaa miaka 7 sasa ikaisha, tukidate tu 7 years. But sasa mimi mwenyewe nikaona huyu mtoto wangu nilikuwa nimelea sasa amefika 8 years, na ninaona tu huyu tu amenifungia tu maisha hapo tu, aongei anything nini. Mimi nikaamua tu wacha tu nipate mtoto wangu wa pili, hata kama sitaolewa. Nikasikia tu roho tu imerudi tu, wacha nipate mtoto wa pili then nimlee tu, juu nilikuwa na leo mwingine and I was earning vizuri tu kwa job ya salon. So nikapata mtoto wa pili. Sasa huyo ni ndio mtoto wake first born. So vile nilipata mimi, hata nikienda kuzaa hiyo siku nilikuwa single. I wrote everywhere single cause hakuwa bado hata gharama yote nikiwa na mimba nini zilikuwa tu ni pesa zangu nini, hakuna kitu alichangia. So mimi sikuwa na anything bad about him mama nini. So it was my decision kupata tu mtoto. Sasa mimi nikaenda Kenyatta, yeye ndo alienda kuniadmit. Hiyo siku ya kwenda kuzaa alinipigia simu. So ulikuwa unaenda kuzaa tarehe fulani, umeenda? Hapana. Sasa nikuje nikupeleke. Kanipeleka, akaandikisha, yeye ndo alinifungulia file na akaandika tu niko single. So sasa mimi nikapata mtoto as a single lady. A second born. So vile nilipata mtoto nilikuwa happy, nikamwambia mtoto wako ndio huyu nini. So kupata huyo mtoto kuonyeshwa tu hivi, nikamaliza kushonwa kwa theater. Nimepita something. So yeye ndo alinipeleka kwenda kuadmitiwa. So kufika hospitali yeye ndo alifanya all admission. So aliandika tu kila kitu, niko single nini. So nikaekwa kwa labor wards. I went straight to the labor wards in Kenyatta. That was 2018 sasa. Vile nilikuwa sasa admitted in the hospital. Nilikaa kwa labor wards kutoka hiyo usiku. Niliingia hospitali usiku saa 6. Nilikaa kwa labor wards usiku saa 6 mpaka kesho yake jioni around saa 10. Na nilikuwa already nishapreparewa pepa za kuenda theater. Basi sasa hiyo saa 10 kesho yake mchana nikaambiwa hakuna kwenda theater, nipelekwa kwa wards nikapreparewe file kule ndio niletwe sasa niende kwa theater. So nilikuwa wheeled nikapelekwa kwa wards, kwa normal wards sasa. Nikakaa huko for 2 to 3 days around hapo, bila kitu nafanywa nini. Nikaacha hata kusikia mtoto wangu anacheza, no fetal movements, no nothing. So ikakuwa hata kulala siwezi lala, naishiwa na pumzi nini. So mimi nikaelezea daktari siku moja asubuhi akipita, akasema hiyo jioni nipelekwe theater. So vile mimi nilipelekwa hiyo theater jioni, nikaenda kuexaminiwa kule kwa labor wards. Niliexaminiwa na a lady. Niliekewa machines fulani tu hapo yenye ina show mtoto akiki kama akiki nini. So wakaona mtoto wangu is not kicking. So wakasema hii ni emergency. Sasa hiyo usiku isiishe kama sijapelekwa theater. So sasa ni preparation nyingine sasa ya kwenda theater, kwa sababu walidua away with ile pepa ya kwanza yenye nilikuwa nime sign ya kwenda theater. Ndio niende nitayarishwe tena nirudishwe huko. Sasa vile nilipatiwa hiyo pepa ilikuwa around usiku saa 2 hivi. Nikapewa karatasi ni sign. So huyo daktari alikuwa nikimwona tu naweza mkumbuka, naweza sema ndio yule. So akaniambia alikuwa ana attend the other mom opposite my bed. So
akanipatia pepa, utasign hapa, akanifanyia tu utasign hapa. So mi nikaona hii karatasi nimepewa na ile nilikuwa nimesign before nirudishwe kwa kule kwa wards haifanani. So mi nikageuza, nataka kuanza kusoma what is this I'm signing. So nikianza kusoma, aligeuka nyuma, amemalizana na huyo, akaniambia hujasign bado. Nikusign utasign ama nikusoma utasoma. I have so many patients to attend to. It's either usign ama useme utaki. So juu ya ile uoga and I'm need of kutolewa huyu mtoto, juu hata already mimi mwenyewe nimechoka, mtoto a kick nini, so ujui kama already amekufa. So me I had to just turn the paper and sign. And kitu ilifanya nika notice hiyo paper ikai kama ile ingine yenye nilikuwa nimesign before. It's because hiyo ilikuwa imeandikwa tu vizuri tu venye kitabu huko imesimama, lakini hii yenye nimepewa sahi sasa na sign yenye naforsiwa kusign ilikuwa written across. So they didn't rhyme na ile ya kwanza. Sasa mimi nikasign tu juu ya uoga. I had to sign. So nikasign tu kwenda theater. Mimi nika believe tu nimesign kwenda theater juu nilikuja kutolewa tu mtoto. So I signed. Sasa ikafika usiku sijui saa 7 na nikaambiwa naenda theater saa 8. So nijitayarishe. Sasa mimi nikapack tu vitu twangu pamoja, simu ndani, kila kitu. Nikaambiwa nitaasha hapo kwa reception, so nikapeanwa hapo. Mimi nikapelekwa theater sasa masaa yangu. And in less than 10 minutes nilikuwa already nimeonyeshwa mtoto. In less than 10 minutes nilikuwa nimeambiwa mtoto wako ndio huyu, mtoto akalia kwa sawa. So nikaambiwa sasa wacha kwanza yako huko ushughulikiwe. So mimi nikashonwa nikamaliziwa. Vile nilimalizwa nikaambiwa nikitaka sasa kutolewa kwa hiyo bed ya theater, wakasema they have noticed I'm overbleeding. So sasa nisitoke kwa theater mpaka wajue shida ni gani. Na wewe ulikuwa na bleed? Sijui. Siwezi juu. Unajua sasa unagonga umeganda, hata kama kitu inakumwagikia you don't know. So sasa mimi what I could see from the ceiling. Your ceiling was shine. Mimi niliona kila kitu mpaka kushona, naona tu nikishona nini. But me kuona damu mimi sikuona, sijui sasa damu ilikuwa inatokea wapi, sikuona. So wakaniambia wananitoanisha tena wajue ni kwa nini na overbleed. So ile process ya kutoanishwa is very painful, na saa hizo ushaacha kuganda. Hiyo ya kugandisha imeisha already. Juma saa imeisha. So alianza tu ni kama kuplug na hiyo makasi sasa natoa uzi. It was painful. Singesikiza hiyo uchungu. Nikamwambia achani tu na mimi tu nikufe. I pleaded with them. But wakaona lose hope kabisa. So nikaona tu ameongea na huyu mwenye ako hapa kwa kichwa, akamwambia sijui nini. Unajua sasa ni lugha ya daktari. So mimi niliona huyu akachanganya madawa fulani, akanitoa sindano kwa mkono, akaeka nini mingi tu sana, dawa mingi. So hapo ndo nilianza kusikia ni kama naacha kuona nini. Nikamwambia sasa mmeamua mnikufisha kabisa na mimi sipendi CS ya kwenda off kabisa. Akasema no Virginia, you are okay. Sasa hivyo ndo nililala. Vile nililala ni usiku saa 8 sasa. Mimi nilishtuka saa 4 na asubuhi nikiwa kwa recovery room. Nikiwa tu naletewa tu warm blankets, nasikia tu nasa naambia mtu hapo bring more. So mimi nikiamka nilipata mzigo juu yangu hivi, hata mabega ingeweza kusonga juu ni blanket, alafu ni moto zote, alafu natetemeka hivi. So nikauliza huyo daktari, huku ni wapi? Akaniambia ukumbuki ulikuwa wapi? Nikamwambia mind ikaanza kuja. Nikamwambia huku ni Kenyatta. Niko na mtoto, sijui vitu kama hizo tu. Alafu sasa kuongea bado ilikuwa na shida, nasikia meno zote ni kama hata naweza tema, like body yangu tu nikaa tu ilikuwa so hiyo CS nafikiri ilikuwa uchungu sana juu sana nilikuwa nasikia uchungu everywhere, like hata mkono nikifanya tu hivi ni uchungu everywhere, leg nini, kila kitu tu ilikuwa uchungu. So mimi nikaambiwa sasa usilale tena. So nilikuwa naenda kusinzia hivi, anakuja na kelele, ananipigia kelele, nimesema usilale tena, usilale till kesho, sijui vumilia usilale. So
I had to listen to her cause hata mi nilinotice maybe kuna something wrong with my body. Juu nilikuwa tu nasinzia tu kila dakika. Sasa nilikaa hapo hiyo siku, nikaongezwa hadi damu juu walisema naongezwa damu pint 2, watu wetu wakakuja wakatoa damu, but niliapa tu karatasi moja ya damu, so sijui kama hiyo ndio pint 2. Juu mimi aliniambia na kuongeza hii alafu kuna ingine. So mimi akakuja akaniwekea hiyo vile iliisha, akakuja tena akatoa damu, sijui akaenda kupima akasema ni kama aliona iko sawa, so mimi sikuona nikiongezwa ya pili. So after that I was willed to the hiyo jioni yake nikapelekwa sasa kwa normal wards after delivery. Sasa si nimerecover tu niko sawa. Kufika kule singeweza hata kushuka kwa kitanda, like hiyo CS zingine vile nilikuwa nafanyiwa, hiyo CS zingine yenye nilikuwa nimefanyiwa kwanza, nilikuwa tu active, nilikuwa tu sawa. Hii hata sikuwahi shuka, kujichukulia mtoto singeweza. Mimi nilikuwa tu nanyonyesha tu mtoto tu, nimelala na side moja mpaka watu wakuje saa 7 kutuona, ndio sasa niambie mtu anipindulie mtoto na niweze kugeuka hii side nyingine, but hata anashindwa kwa sababu kitu ya kwanza sikuwa napewa dawa ya uchungu. So kila daktari akipita akipatia watu dawa kwa au wakupeana dawa, akipeana dawa ananiambia cannot see your file, na mpaka nione file yako ndio nikupatie dawa. So I have a fresh wound na sina anything killer. So usiku ikifika baridi nilikuwa tunashinda tu nimejigonga tu hivi juu ya uchungu, like natetemeka. But the mwingine alikuwa next bed to me. Alikuwa saa zingine tu ananisaidia na painkiller kama amebakisha moja, ananipatia ya kuinsert na insert, at least inatuliza kidogo tu. Tena after hata masaa mangapi ishi tena imerudi. So sikuelewa kwa nini pia nilikuwa sipati dawa. Mimi singeshuka kwa kitanda. So mimi hata nikafurahia wamekuja wametudischarge like the following day. Sikukaa kwa ward hata siku 2, mimi nikadischargiwa. Nikasema hata tu niende nyumbani, niende tu nikatesekee huko juu nilikuwa nasikia but mtoto ananyonya, maziwa inatoka kabisa, but hata kukula siwezi keti. Sasa vile nilidischargiwa, sasa siku ya discharge hiyo kesho yake ndio sasa mambo ilitokea hapo sasa. Alafu sasa hii kuteseka yote sina dawa, nikajiambia kumbe watu kama tu walikuwa tu wanataka nikufe. Juu sasa kama mnaniambia kuna kitu mlinifanyia na pia nimeteseka hapa hivi sijakunywa dawa, so it means ama mlikuwa mnataka nikufe. Yaani najiuliza maswali kama hizo juu niliandago sana hiyo siku kwa hospitali. Nikadischargiwa, mamangu akakuja akaambiwa sasa kuna hiyo procedure nimefanyiwa na ilipiwa ni NHIF. Na mimi kumbe nishajaziwa hata Linda Mama na sikuwa najua, but I had my NHIF. Sasa kumbe mzee kule akijaza aliambiwa wacha tumjazie namba ya Linda Mama, na yeye akiniambia. So Linda Mama kumbe ndio imewaive hii bill. So mimi nikaambia mami kama hiyo Linda Mama hailipi hii kitu, chukua hii NHIF yangu hapa, enda ufanye ulipe nayo. Penda huko naambiwa ati hii NHIF hailipi. Hiyo BTA hiyo procedure ufanywa na na cash kila hospitali, hata private hospitals, not insurances. So nikauliza hii kitu ni nini? Nikamwambia mami mimi siendi kama hujaniambia ni nini, enda uulize ni nini. Mami na yeye alikuwa tu amezungushwa amekasirika, sasa anakuja ananiambia kwani wewe hujui ni nini ulifanyiwa? Sasa akiniambia hivyo nasikia tu uoga zaidi juu sasa ni nini nilifanywa, ni kidney nimetolewa ama ni nini? So nikaambia mami wacha nijipeleke, ni ofisi gani iko wapi? Nikashuka kwa kitanda, kukanyaga tu chini, mwili yote nilisikia tu kitu tu, yani ni kama nimewekwa kwa barafu sasa, na uchungu kila mahali kwa mwili kaja. Mimi nikaambia mami wewe enda ulipe hii pesa tuende nyumbani juu hata siwezi kanyaga. Vile niliambia mami hivyo, mimi akaenda akalipa pesa. Vile alilipa juu alikuwa ameteta sana, huyo mtu mwingine akaenda kumwambia usilipe, wewe enda home usilipi hiyo kitu. Mami akamwambia hata receipt ndio hii nimeshalipa, mbona hamkutuambia kutoka kitambo? So mimi nilikaanza kuuliza sasa kabla hatujatoka, hii BTL ni nini? Kwa sasa tumeilipia. Umejulia wapi ni BTL? Sasa si mami aliambiwa it's a procedure and it's called BTL. So sasa nikaanza kupigia watu. Sasa hatujatoka bado but nimelipa. Nikaupigia sasa mtu wa kwanza. Akaniambia, who told you about the BTL? Nikamwambia,
si naambiwa nimefanyiwa BTL na nilipie juu ailipi na NHIF. Akaniambia don't pay for it, carry your baby and go home. Hakuna mtu anaweza akakufanyia kitu kama hiyo at your age and without your knowledge. Mi nikamwambia sasa siwezi beba mtoto nitoke juu hata pale kwa watchman huwezi pita bila clearance whatever. Akaniambia we beba mtoto na uende usilipe. Sasa mi nikaona huyu anisaidii. Mi nikapigia mtu mwingine wa chemist. Nikamuuliza kwani BTL ni nini? Akaniambia ati BTL. Nani amekwambia BTL? Nikashangaa kwani jina BTL ni nini? Hii yenye kila mtu ataniuliza hiyo swali ya kwanza. Akaniambia, nikamwambia kuna mtu ako hapa anaambiwa alipie BTL na hajui ni nini hiyo, lakini anaambiwa amefanyiwa na lazima ailipiwi na NHIF. Akaniambia hiyo ni yangu na any insurance, but hiyo inafanyangwa watu wazee sana, like ama kama uko na complication kubwa sana kwa mwili yako. So sioni kwa nini ambiwe alipie, sioni kwa nini ambiwe amefanyiwa kitu kama hiyo. Nikamwambia so wamenifanyia. Sasa unajua nilifeel uchungu, nikamwambia so wamenifanyia. Akaniambia it's you, usilipe, sue that hospital, hata usilipe saa hii, sue that. Nikamwambia tushalipa. Akaniambia go home then sue that hospital. Nikasema sasa hata nikisuu kama nikukata tubes wataniambia nini? Kama sasa siwezi pata mtoto ni ya nini hata nikiwasu? So mimi nikasema acha nikae hivyo, na nikaanza kujichukia from that day and no one noticed. Niliingiwa tu na kikitu and I hated myself from that day. Nilikuwa sitaki kuongea na watu, sitaki kukaa na mtu. I cut off all friends. Juu sitaki tukae na wao juu nitashuka nimeshawaambia hii kitu nimefanyiwa na watanionanga aje, watanitangaza kila mahali. So I cut off all my friends. My sisters sikuwa hata nataka hata anything to do with them. My mom sasa namchukia zaidi, najiambia mbona hawa daktari wakaambia mamangu, si basi wangeniambia peke yangu, like nijuange hii kitu tu peke yangu, mbona sasa waka-involve my mom, unaona? So mamangu naye anabeba hiyo karatasi anaenda kuuliza kwa chemist kila mahali and it's hurting me from inside. Na anaenda kuuliza naambiwa huyu sasa amekatakatwa tu hizi za tena sijui. Sasa naona sasa ananidhalilisha kwa kila mtu. So nilikaa kwetu. Immediately tulifika kwa nyumba, mtoto aliacha kunyonya, akaanza kulianga usiku yote. Kumbe ni juu maziwa imepotea, sikujua. Juu ya hiyo stress sasa nilipatwa na stress. I think postpartum depression. Nikafight hata sikuwa nataka kurudi kazi. Yaani nilikuwa nimejichukia, nataka tu nikufe nini. Sitaki hata kuona huyo mtoto. Mimi hata huyo mtoto angelia hata usiku saa 8 mamia asipomchukua mimi namwangalia tu hivi tu atalia mpaka mamia mke amchukue. Sikuwa nataka anything to do with that baby. Juu naona huyu ndio chanzilishia hizi mashida sasa zimenipata za hospitali. So mamia wako wa notice. Angeniacha tu na huyo mtoto aende kazi, mimi nimpatie nani? Mtoto atalia mpaka manaiba wanakuja kuona ni nini. And they never noticed. Na mimi nilikuwa nashangaa hawaoni mimi naumia. Because niliumia sana in silence na sitaki kushare na anybody. So wangekuja niwaambie huyu mtoto tu anapenda tukulia, na hawajui mimi hata simshiki na analia njaa, simpei hata chakula. So nilijichukia tu sana. Because kitu ya kwanza we went to Kenyatta like 3 times. Nikilimp, sijaiandikiwa hata dawa ya kutoka, sikupewa hata ile prescription ya dawa za mtu wa CS. Na nikienda nikielezea huyo mama wa reception nataka kuandikiwa prescription kwa sababu nilienda nyumbani bila. Unaona tu kila mtu tu ananitoroka juu nilikuwa na nimeoza. Nilikuwa natoanga usaa 24/7 juu na ndani ya tumbo. So hata singekaa mahali, mamangu angenipanguza nini, siku hata naweza amuka. Mimi nilikuwa napinduliwa juu sasa sina dawa ya uchungu, sina nini. I could eat while sleeping. Wanakuja tu wananiwekea kila kitu hapo. Mamangu alifanya kazi kubwa sana. I appreciate her. I always appreciate her. Kwa sababu bila yeye sijui hata nani angenipost kwa hiyo time. So nilikuja nikarudi job. Ikafika 4 months, watu wananiita, customers wananiita nirudi kazi, but nawaambia tu hapana, sijui, cause nilikuwa natamani tu nikufe. Kitu ambayo kwanza ilinisaidia na hiyo kidonda kupona, I went to Bagathi first time, wakaniambia
they won't deal with that mess. Niende Kenyatta wakaniandikie dawa, hawajui kwa nini sikuandikiwa dawa. So bado nikaenda tena Kenyatta wakapata, nikarudi Bagathi nikawapembeleza. They wrote me those medicines ni 2 tu, na nikaenda nikanunua. Hata mahali waliandika tu ni katikati ya kitabu ya mtoto ya clinic Bagathi sasa, na wakaniosha kidonda na wakaniandikia dawa ya kununua nioshe, wakaniambia hiyo kidonda iko in bad state, so kama nikiosha siku 2-3 nione I change, juu ilikuwa na blisters za usaa kila mahali, nirudi tu kwao. Sasa wakuwa wanaitekea care, but sasa mi nilijikaza kumeza hizo dawa na kupanguza mimi mwenyewe, juu nilikuwa naogopa hata kwenda kupanguzwa, so I had to do the best ndio at least ni avoid hospitali. So nikapona, lakini sasa saa hizo naelekea almost 6 weeks sasa ndio clinic ya mtoto ifike. Sasa mimi vile tulimaliza hiyo 6 weeks, sasa kidonda at least imepona, but sasa najiuliza tu maswali mengi, ni nini nilifanyiwa ndio nikaa hivyo? Ni kama yani ni kama mtu amekufa tu anafanyiwa tu exam na students, unaona? Yani nilichukulia body yangu ni kama yenye imemalizwa kabisa juu ya what I underwent. Nikakuja tu heal, nikarudi job. Na hii kuwa imeheal kama ile ya kwanza vile, yani ili heal haraka ile ya kwanza. Unajua hii sasa already kwanza imeachiwa hiyo usaa nini. So nikarudi tu job. Nikirudi nilikuwa almost 5 months. Mtoto alikuwa already 4 months. Vile nilirudi kazi, watu nikiona mtu ananiongelesha vibaya, mimi naboeka, naona ni kama anaona mimi sasa si mtu juu sasa nimeshakatakatwa tu. So nikajijazia a lot of things and I left the job. Nikaenda kwingine, nikaenda kuandikwa mahali pengine. So nikiwa pale watu wangekuja wanipembeleze nirudi kule kazi kwa sababu tulikuwa tu sawa. Basi sasa nimerudi na roho ingine yenye, but mimi nawaona sasa si watu wa maana kwa maisha yangu. Sitaki any connection with anybody. Nataka tu niishi maisha yangu tu. So sasa mimi si kurudi. So nikaendelea kufanya kazi hapa penye nimeenda. Alafu saa hizo sasa first month imeisha, second month nikielekea sasa 5 months plus ndio mzee alinikujia kwetu. Bila alinikujia kwetu nikaenda kukaa na yeye hapo Ngumu Estate. Tukiwa hapo Ngumu, mimi tunaishi tu vizuri. Sasa nimeandika msichana wa kazi, naishi na watoto wangu 2 na mzee. Naenda kazi, narudi kwa nyumba. Sikujua hii BTL ilikuwa kitu uongo. I trusted. Being Kenyatta is a first class hospital in Kenya. I trusted their process. I trusted their services 100%. Ukisema hivyo ni kumaanisha accept umefanyiwa TL. Despite ya kumake few attempts za kuona daktari nielezewe why that BTL was done to me, because they plucked a paper in my file siku ya discharge, wakasema utakuja na hii karatasi uelezewe na daktari kwa nini ulifanywa hii kitu, labda waliona shida kwako ndani. So mimi nika attempt kuona daktari mara 3. Naambiwa kama imefanywa sasa unataka kuona daktari nini, and if you want to know more you can even visit another hospital. So mimi nikaona huwa ananicheza we, ajui najichukia. So mimi I went and I reach a point nika accept tu. Yes, I accepted their mistakes. Na nikajua tu acha tu niishi tu nikiwa ndani ya hiyo kitu hata kama sijui mbona walifanya. So mimi I accepted and trusted their service kabisa 100%. Hata after umeambiwa utafute second opinion ama uende hospitali nyingine ukujaribu kuenda? No, mimi si kuenda kwa sababu sasa mimi nilishindwa hata nikienda naenda kwa ni gaina ni nani, na tena mbona hata naenda hospitali nyingine na hii ni hospitali na ndio imefanya hii mistake. Juu mimi sikuitisha hii kitu nifanyiwe. Na hata dunia inifikishe wapi sidhani naweza sema nitolewa hata womb unless kuna a very big issue na mwili yangu yenye inaletwa na hiyo womb, ndio nitasema nitolewe. But
nikiwa hivi mzima wa afya, sioni nikisema kiungo yangu yote ikatwe, na sijaona anything bad with that part of the body. Yeah, so I trusted their process 100% because they were so rude to me. Yes. So Mzee amerudi. sasa tukaanza kuishi na mzee. Sasa mi nikiishi na mzee, huyu mtoto bado alikuanga, mi unaona sasa nishaingiwa na depression, but hakuna mtu anajua, and I'm pretending to be okay. Huyu mtoto angelia usiku yote, hadi mwenye main house angekuja. Namwambia tu, huyu mtoto tulia. But mimi, mtoto alikuanga analia, na unajua mzee si ni polisi, hayuko usiku. So mostly ako nini ya usiku, shift za usiku. So mi hata siku anashughulika na huyo mtoto. Alikuanga tu analia, like mi nilikuwa tu nimemchukia tu. So mzee akaniambia, aliniambia kwanza, unatumia family planning gani? Nikamwambia mi nitatumia coil juu ndo nimezoea. So sikutaka kumwambia, niliambiwa nilifungwa. So all along ajui yeye. Hakuwa anajua nimefungwa. So sikuwa nataka kuambia anybody. Nilikuwa tu nataka tu ikae tu like a secret on my own. Mimi nilikosa kutumia family planning because nimesema ili reach a point nika trust their services 100% kwa sababu hawakunielezea ni nini, but waliniambia kama ushafanyiwa hakuna kitu ingine. It's either you pay or carry your baby wende ukalale kwa ward yenye watu ulala uko chini wenye wameshindwa kulipa bili ya hospitali. So ukiambiwa hivyo si una trust that their process. So mi nilijua nimefanywa hii kitu na siwezi reverse, na ni hivyo. So I didn't use any family planning. Mimi after 6 months, after mtoto wa kwanza alikuwa almost 1 year, ndio nikaona mwili yangu hapana, venye na behave no. Nguo nikivaa leo kesho haivaliki nini. So I had to look for a nijue ni nini hiyo kwa tumbo nasikia, but usikii kama mtoto anacheza juu. Sasa unaona hii operation venye niliundergo a lot na uchungu, sikuweza kufunga tumbo. So watu tu hata nikirudi job, customers walikuwa wananiambia, "Wow Virginia, you look like you are pregnant again. Hebu funga hiyo tumbo." Nawaambia, "We, uchungu niliundergo hata msitaki hiyo story." So me I avoided kufunga hiyo tumbo. So tumbo yangu iliishi kuwa, so I didn't feel like a baby mwenye anakuja. Hata ikukuwa ngumu, ilikuwa tu tumbo tu like mwenye tu amezaa. So naenda napigwa scan, naambiwa nilienda scan nijue juu nilianza kusikia hapana. Asubuhi nikiwa nimelala nasikia uchungu mingi, kumbe ni mtoto ana stretch in morning hours. Kabla niende kazi, masaa ya kwenda kazi ifike, kabla niamke nasikia tu a stretch sijui. Sasa nikaanza kusema hapana, hebu acha niende nipige scan ndio nione. Kwanza nikapush mzee sana, alikuwa hata hataki, anasema wachana nayo, si unatumia family planning haiwezi, cause he knew nitaenda nifanye nini, niwekwe coil. So ananiambia maybe ni coil ina just sijui, but yeye hakujua hata hakuna coil nimeweka. So mi nikaenda hospitali nikapiga scan, niko nayo hata hiyo scan ikaonyesha na 4 days to 6 weeks pregnancy. So hapo ndio sasa nilitokwa na wazimu kabisa, juu sasa niliimagine hiyo CS venye nilisikia uchungu tena nirudi kwa bed ya theater. No, hapo sasa ndio sasa nikaanza sijui hata karibu nilikuwa naenda mad. Nikaacha hata hiyo kazi sasa. Kwanza nikakaa kwa nyumba 1 month, na ni place yenye tulikuwa tumeshikania, so we could pay rent in half ndo tuweze kumanage products nini kila kitu. So mi nikakaa kwa nyumba kwanza. So mimi after hiyo 1 month nika decide sasa kwenda salon nyingine. Nikaenda salon nyingine, I left everything. Kila kitu yenye nilikuwa nimenunua kwa hiyo salon I left it. Yeah, like hata sitaki hao watu waone tu niko na mimba. So nikaenda. Vile nilienda kuwork kwa hiyo salon nyingine, nikawork tu, nikaanza clinic sasa hizo nikawork tu, nikiwa tu najivumilia nini. Ikafika tu siku ya kwenda delivery, mimi nilifanya tu kazi mpaka leo jioni ndo naenda CS. So I went to where I was going for the clinics, lakini wakarudi sasa wakaniambia I have clots damu yote, na nikikatwa, mtu ukikatwa ukiwa na clot damu run inaisha kwa mwili. So wakaanza sasa kunifanya na lose hope now.
waniambia so ndo wanipeleke theater, I have to bring my 3 family members wanitolee damu sijui Pine Garden. Alafu ati nikuwe tu nimeamua unaweza amka ama ukose. So mi sikuona sasa kama hii ni profession, mtu ananiambia kitu kama hiyo, so I had to look for another option. Nikaenda Pumwani. I delivered at Pumwani. Kwanza nilienda na hiyo barua ya kuonyeshana niko na clots kwa mwili. Nilikuwa hata nimetoa barua ya kwenda South Africa, sasa matibabu hiyo sijui blood thinning sijui nini, but mi hata siku follow up kwanza juu sasa hii ni mimba na ninafaa nizaa anytime, na sasa wananiambia hivyo na ni the last day ya kuenda sasa theater. So vile nilienda Pumwani, daktari alikuja tu akaichukua akasoma, ananiambia achana hii kitu huko. Mimi sijui kwa nini aliniambia, bali aliniambia hii isikupee stress, wachana nayo. Hebu nipatie kitabu ya clinic, nikampatia, akaona akaniambia sasa hapa kwetu umekuja, tutakufanyiaje operation na umekuja saa hii na vile kuna kwanga na emergency mingi. Are you in pain? No. Akaniambia and why did you choose to come here instead of hii hospitali yenye ulikuwa unaenda clinic? Namwambia sasa unaona hiyo barua walinipatia na wananiambia watu wetu waende wote sijui. Sasa akaniambia you will have to do another research ya vile utaenda hospitali gani. Nikamwambia mimi nitakaa hapa kwenu Pumwani hata kama ni mpaka lini. Roho yangu inanionyesha tu nikiwa hapa niko safe. And I remained there. Nilikaa almost 1 week. Ndio sasa nikapata chance ya kwenda theater. So siku yenye nilienda theater, it was a very fast service ya haraka tu na nikamaliziwa and it was successful. Sikuwa na anything wrong na ama yeah, like nilipata tu mtoto tu ile tu delivery tu smart. Nikaletewa nguo nini. Mimi nikakaa hospitali hizo siku 3, ya 4 mtoto alikuwa tu sawa, niko sawa, tukadischarge tukakuja home. All along bwana kwa mko pamoja ama? No, mimi ndio najitafutia hizo clinic and everything. Mimi ndio nilijilipia mpaka hizo kwenda clinics, everything, like everything. Mimi ndio nilijifanya, hakuna kitu. Alikuja tu kunitoa tu hospitali tu peke yake. Hiyo siku ya discharge. Hata hakuwahi niletea chakula, hakuwahi kuja kuniona. Yeah, I used to depend on other ladies there juu. Sasa hakuna mtu naweza tuma, hakuna mtu mwenye anakuja. Kitu ya kwanza nilichukia mamangu sasa. Sikuwa naongelesha mamangu juu sasa tena hii ni shida. Sasa nimepata mimba na nilikuwa nimeambiwa nikiwa na yeye nimefungwa. Sasa nikashindwa hata nimwelezee nini. Yes. So nilimchukia, sijui kwa nini tu nilimchukia tu. Na nikakuwa hata sitaki kuona hata sister zangu, sitaki kuona anybody. Juu tena sikuwa na support. Niko na mtoto mdogo, kuna huyu mwenye anaenda shule, alafu mwanaume uko na yeye ni kama tu picha. Like hakuna kitu anakusaidia. Alafu sasa unajua watu wengine wanagoma kwa sababu wanajua you have a husband. But your husband hakuna kitu anakusaidia. Emotionally, physically, kila kitu hakuna. We, sasa umekuwa discharged. Nikakuja kwa nyumba. I had an account. Mimi nilikuwa na pesa. But hiyo account nilikuwa nimefunga. Cause nilikuwa naona huyu mwanaume ni kama kuna mahali tutapelekana. So me one day one time I need to buy somewhere nijenge. So sikuwa nitakanga kuifungua. Na hiyo account tukilipwa kila mshahara check yetu tukiekewa ilikuwa naenda natoa pesa fulani naweka kwa hiyo account cause I had 2 different accounts. Mimi ni mtu nilikuwa nachukua hiyo kitambo loans na banks. KREP, wakati KREP ilikuwa inaitwa KREP, sasa ni CBN Bank. Nilikuwa nachukua loans, I do business. Nilikuwa tunafanya biashara zangu na nilikuwa pia na savings, but hiyo savings si kwanga nasema ati naweza toa tu hivyo ovyo ni ya kulea ati hapa tu pale. I had a dream of kujenga tu in future, nijenge tu nyumba yangu na watoto wangu. Kwa sasa niliona nimepata huyu mtoto wa 3, sasa sioni mtu naweza ishi na yeye like kama si baba yao, na huyo baba yao alikuwa sasa wakati majukumu imekuwa anaondokea. Alafu wakati niko stable sasa niko kazi anarudi tunakaa.
and I used to pay my rent all those 7 years alikuanga anakuja kwangu. I used to pay my rent, nalipa msichana wangu wa kazi, mtoto wangu nilikuwa nalipia shule, like everything. Nilikuwa tunafanya kila kitu. I used to live in South Sea, nyumba ya 25k, na nilikuwa tu sawa, 1 bedroom. Sijai lack, and I could save also. So nilikuwa nimesave. But sasa wakati wenye nilipata huu mtoto 2019, sasa kwanza siku ya kutoka hospitali nimekuja kwa nyumba, I had a girl kenye sasa nilitafuta ndo abaki na watoto wawili kwa nyumba nikienda kuzaa. So vile nilirudi kwa nyumba, mzee angesema analeta chakula, but akose kukuja hata 3 days. So tutakaa njaa. Niko na savings, but it's a locked account. Saa hizo nilitumia pesa yenye nilikuwa nayo kwa account ingine, sasa hii tu ya kutumia kila saa juu ya hiyo kwenda kuzaa nini, kujaza huku kule. Pesa ikaisha hivyo, alafu bado unalipa rent. So tulikaa tu na hiyo shida, tukakaa nayo. Siku moja tu nikapata tu nguvu kidogo, nikaenda tu nikafungua hiyo nini, nikaenda tu nikaandika barua juu hiyo duration ya kuifungua ikuwa imefika. So nilipata hata siku hizi ni easy, nikafungua tu account yangu. So I started using my money from there. Sasa vile nilianza kutumia pesa, mzee saa hizo hayuko that supportive, like kwenda clinics, we have to use an Uber, kwa sababu huyo msichana mwenye nilikuwa na yeye wa kazi alikaa tu 1 month plus. Nikaona juu bado burden ni kwangu kumlipa, wacha tu ni do away with her. Afadhali nachukua tu mtu wa kibarua, nafua, namlipa, tunamalizana, naenda. Because I'm there, I used to sit on a chair na koroga hapo tu chini tu ugali nini, hata sina nguvu. Napikia tu watoto tunakula. Hapo ndio my small daughter, huyu kwa saizi yako 14 years, alikuwa 8 years, almost turning 9 by then. Ndio alianza sasa kunisaidia kazi za nyumba, tunachota maji, afua nguo, like zenye tu anaweza hivi moja juu kama dera yangu nimetoa na saizo bado siko 3 months, ningemwambia nioshe hiyo dera nini, ile tu nguo moja. Angeweza kufua nguo, but kupika sasa ilibidi aanze kunisaidia kupika, kama chai, mchele, atupikia tu hizi vitu easy kupika. Yeye ndo angeenda kila mahali, yeye ndo alikuwa anatumia my ATM card, anaenda nayo Naivas. Nikitaka pesa kama ni ya kulipa rent, enda kwa agent, withdraw money, don't give her my details. Umwambie tu unataka ku withdraw 9,000, akuweke hiyo 9,000. Kama akupay machine weke pin, usimwambie akupatie card. And that's how I trained my daughter. Na amenisaidia sana, amefanya kazi hata si za mtoto rika yake, basi sasa ilibidi. So nikapambana tu na mtoto wangu, COVID ikakuja, ndio hiyo sasa hakuna kutoka, hakuna nini, niko tu nao hapa kwa nyumba na kazana tu nao. Ikafika time ya kurudi shule, mkubwa akarudi. Sasa hao wengine tu nalea, sasa nabeba mmoja mbele mwingine nyuma, nafanya tu shughuli kama kawaida. Basi sasa kazi siwezi enda, so we are using my savings. Mwaka mzima ikaisha 2020, 2021. Sasa hiyo 2021 mwezi wa 5 hivi ndio huyo mzee alirudi sasa. Sasa huyo mtoto anaenda kuturn 2 years already, huyo wa 2019. Sasa anaenda kuturn 2 years ndio akarudi. Ile alirudi akaniambia pole nini, sijui nisamehe, sijui nini, hivyo tu kuombaomba tu msamaha. Alafu sasa wewe ni ule mama tu. Sasa unaona pia hawa watoto, sasa hata usiporudisha huyo baba, nani mwenye atakuwa baba ya hawa watoto tena? So mimi nikamaccept, akarudi, but kurudi bado sasa skip. Siku ikifika ni ya kulipa ya nyumba anajitoa. Na mimi juu sasa sitaki nikuwe na arrears, I could pay. Then akishajua tu nimelipa hivi, anarudi. Tunakaa mwezi kienda kuisha tena ndio huyo ameenda. Nikakuja sasa bado sikuwa nimelani. Sasa nikakuja nikalani, kumbe huyo ananiondokeanga wakati kuna jukumu. Alafu sasa jukumu ikishapita anarudi. So ndio sasa nikaanza kufikiria ile kusu sasa hii hospitali I can start. Juu sasa watoto at least wamekuwa kubwa kidogo. Sasa hizo huyu anaelekea 2 years, huyu mwingine ni 2 years plus. Nikaanza kwenda. So I started going, nikienda clinic
nachukua boda kutoka Bagathi na nipeleka Kilimani. Nikifika Kilimani ananiambia hata hiyo kesi si ya hapa, enda hiyo hiyo police station iko nyuma ya Kenyatta Hospital, sikumbuki jina yake. Sasa unajua, sasa siwezi toka hapo tena nichukue boda ingine niende hivyo, nakuja tu. Sasa tunamaliza mwezi, nikienda kliniki ingine, nikimaliza Bagathi ndio huyo mimi naenda wapi hapo. Nikienda hapo naenda nafika hivi naambiwa hebu keti pale. Yeye hawa watoto unabeba aje nini, watu wana sympathize na wewe. Basi sasa hawakwambii the right thing. So naambiwa enda kwanza lea hawa watoto. Hawa wanakuchokesha, hata saizi ukianza kutafuta justice watakuwa wanakuchokesha. Unaona hata kubeba ni shida. So kuna mtu akakuja akanibless na walker. So I could push mmoja chini, mwingine nabeba kwa mgongo. So kwa hiyo tu harakati tu sasa tunaendelea tu kutafuta justice. Nilienda wapi? Nikaenda FIDA last year. Juu sasa nimeshindwa, sasa justice nitapata lini? Nateseka sasa, savings yangu already inaenda kuisha. Na hawa watoto wanahitaji wasome. Huu mwingine bado ni mkubwa, sasa ako shule, anafaa pia yeye asome. So huyo mwanaume ikakuwa sasa ameondokea tena. Na kuondoka yake, alikuja akakaa tu mwezi mmoja, kumuuliza rent, akajitoa kaenda. Sasa kujitoa kwenda, kumbe already nimebaki na mimba. Sikuwa natumia P2 almost 1 month plus. Kumbe nishapata mimba na mimi sijui, na ameondoka juu tu ya rent. Sasa vile nilipata mimba nikamwambianga na nikamwambia natoa. Sasa akajirudisha akakuja kukaa. But hata clinics hakuna kitu alinisaidia. I went to clinics nini dakika ya mwisho nikamuuliza hata uwezi nipatia hata pesa ya shopping, na mimi nimelea watoto karibu na shule. Ndio akanipeanga sijui 7,000. Hakuna kitu kingine ashanipatia. So nikiwa sasa tu nimekaa tu nafikiria sasa what to do nini. Sasa hawa watoto hata wananikosesha amani, sina like, sasa nimekuwa sasa kama wazimu juu sasa huu mtoto wa 2019 tangu akuje tu ndio nilipatwa na shida zaidi. Nilikuwa na depression before, tangu niambiwe nimefanywa BTL. Basi sasa shida sasa imekuja kuingia juu I cannot work because nikiandika msichana ananiambia watoto wana kazi mingi, ni madogo, sijui tuandike wasichana wawili. Sasa kama already unapatia mtu 7,500, anataka uongeze msichana mwingine mpatie na yeye 7k ama 8k. Sasa hiyo ni 15,000. Bado sijalipia watoto, huyo mtoto mkubwa fee, sijalipa rent, hawajakula and I'm alone. Nikaona hiyo haiwezekani. Hata nikienda nikae kwa salon gani, na tangu 2020 tu kazi za salon saizi si poa sana, siwezi pata that amount. So nitakuwa naweka watu kwa nyumba na kuliwa na akili any month. So nikaamua I can work on bookings na nijifanyie kazi za nyumba. Nikae tu kwa nyumba, saa zenye si yuko natuma boda, enda nichukulie watoto shule, waeke hapo. Akishawaeka wakae, wanakaanga wananigoja mpaka narudi, ama huyo mkubwa anafika mbele yangu. Sasa vile mimi nilienda FIDA last year, nikaenda nikamwambia mimi niko na hii kesi na juu nilipata huyu mtoto na haikuwa plan yangu nipate, I could like to be helped nipate justice ya huyu mtoto cause wananilemea kuwalea. Ndio sasa walikuanga waanze shule, lakini sasa unashangaa hata wataanza shule aje. Huyu mwingine nilianzisha hiyo mwaka yenye ilikuwa imepita, sasa huyu anafaa aanze na hata sasa hiyo sina hata pesa ya aanze shule. Wakaniambia hii enda mahali fulani. Sasa ni wao walinituma the right place. Vile walinituma wakaniambia sidhani hata utahitaji lawyer huko, so just go. So I went there, I went with the papers, nikaelezea. Nataka kukuuliza swali. Unapelekana FIDA ndio baba mtoto akusaidie ama ulikuwa unataka usaidizi gani? No, baba ya watoto nilianza kumripoti 2021. I have the papers. Na nilienda kwa child department juu hata siku hata nataka kwanza kuanzana na hizi kesi za mtoto kufuatana na hii mambo ya hospitali. Nilienda tu kwanza saidia watoto wake juu si ni watoto wake. Sasa nilienda kwa child department, kwa children's welfare. Child welfare, kitu ya kwanza hata yenye ilikuwanga inafanya hata nasikia sitaki kutafuta justice. I could reach there
unaona hapa hivi mimi sina watu naweza sema nitaachia mtu. Isipokuwa huu wa duka sasa nilikuja nikaanza kumwachia baadaye. Nilienda kwake. Vile nilifika si nimebeba mtoto nyuma mwingine mbele. Na mwingine ametembea nimeshika mkono. Akaniambia, na kwani hao watoto wote kwani lazima utembee nao ndo tujue na watoto? So I'm just like what? Okay. Nikamwambia sasa ukiona mtu anatembea hivi na watoto wewe hujui hata venye wananichokesha kutembea nao. Nikamwambia mimi hawa watoto mpaka kwa choo kila mahali. Niko hivi nao. Juu bado hakuna mwenye amejitegemea, hakuna mwenye angejikulisha chakula. Nikamwambia mimi nimekuja tu nijue kama nitapata justice ya baba ya watoto wale, kwa sababu hao watoto wote anajua ni wake. Na sijui kwa nini akimbia majukumu akisema ati tangu 2019 nipate mtoto mwenye hajaplaniwa ati niliharibu budget. Sasa basi huwa 2021 siasaidii. So hapo ndo alianza tu kunitoa roho, lakini sikufa roho. Nikaenda tu nikaandika tu, akaniandikia nini. So akaniambia nikuje siku fulani. So baba ya mtoto akaitwa, hakuja. Akapeana date yake ya kwenda. Pia hiyo hakukuja, akasema sijui ako wapi, hakuja. So hiyo ya tatu akaniambia juu baba ya mtoto tumemwita hajakuja na kuandikia barua, enda vigilance utasaidika. So I went to vigilance, nikafika. Wakanikaribisha vizuri, lakini wakaniambia hakuna vile wanaweza nisaidia. Nirudishe huko, aende achukue, wanapelekanga kesi kotini kwa child department. So vile nilirudi kwake aliniambia, waenda na hii paper tafuta lawyer akupeleke kwa koti, kwa sababu ati ako na so many pending cases zenye bado hazijaenda kotini. Sasa mimi nilirudi na paper na nikaweka kwa nyumba. Juu mimi nitatafutaje lawyer? Ningekuwa na hiyo pesa si basi badala ya kuchukua lawyer, si nilishe tu watoto wangu. Sasa mimi nikakaa tu kwa nyumba. So I went, nikakuja nikaambiliwa sana mtu FIDA. So nikaenda FIDA juu hiyo story na baba yao. Nikawaambia shaitwa nini ya kuienda. So wakaniuliza hizo papers nikawapatia. Wakaandika, wakamuita pia wao mara ya kwanza kwenda, pili ya kwenda. So wakasema acha basi tu file case iende kotini. So sasa tukafile case last year ikiisha hapo hivyo karibu December, but tujaienda anywhere. Haya, ndio sasa wakaniambilia niende kwa ndio sasa nikauliza na ingine kama wanaweza nisaidia vile inafaa kwenda, ndio wakanielekeza sasa. Kwenda pale Kenya Medical Correctioners. I met the nini, sijui mtaje jina. Nikamit huyo mwenye anafaa kwa, si ndio sasa the officer. Okay. Ndio officer. Nikaenda huko, akaangalia the papers, akaona ziko sawa. Ni ukweli na state nimefanywa ABCD, but nimekuja nimepata watoto. After nimefanya nini, nimeambiwa hii kitu ni successful. So akaniambia ni sawa, sasa tutafuatilia, go write your story, uandike tangu ingie Kenyatta ulifanywa nini na nini hivyo. So I came here, I took my time, I wrote everything, nikapeleka kule. Akaniambia in a month's time you will receive an email from us. So I've never received any email, I've never received any call. So nikajirudisha after hiyo 1 month imeisha plus. Akaniambia endao kama sijai receive any nini. Nikamwambia mimi hakuna call nisha receive, hakuna email. Akaniambia sawa, hebu hata nione shida ni nini. Akasema sijui mara hata hawajaiweka hiyo nini kwa machine. Hajaiweka hiyo story yangu kwa nini? Hiyo kesi yangu kwa machine. Juu hata sijai kuwa issued na case file number nini vitu kama hizo. So akaniambia sorry, nitaishughulikia alafu utapata email. So nikakuja nikakaa tena almost hata 1 month plus, almost 2 months. Nikajirudisha tena. Akuniona akaniambia hujapata bado sijui. Akaniambia na leo basi hebu acha nikuandikia hapa namba yangu. Utanikumbusha by jioni, I'll feed it and then I'll send you the case file number. Nikakaa bado wapi, hakuwahi. Sasa nikaelezea one of my clients. Akaniambia I'll give you my lawyer. Afuatilie tu tujue huko shida ni gani. Kwa sababu kitu ilinishangaza nilienda huko mwezi wa 4 this year, April. They told me
mwenye nilipata kwa hiyo ofisi aliniambia, and how comes, ni kesi ya lini? Nikamwambia last year September. And how comes, na tumehandle hadi kesi za hii mwaka karibu zote, sasa tunaenda kumaliza. Nikamwambia mimi sijaipata anything na nimekuwa nikikuja hapa kila siku kila wakati. Akaniambia sawa. Akaniambia I'll tell so and so ajue shida ni nini. So mimi nikaelezea customer wangu venye hiyo kesi inaenda nini. Akaniambia let me give you a lawyer ajue tu shida kule ni nini. So nikaenda kwa huyo lawyer in town in his office, akapiga simu huko, and because it was on a loudspeaker I had the officer there telling this lawyer that wewe unajua tu kesi huku bila lawyer haiendangi mahali. So I'm just like, you told me from the word go I don't need a lawyer, you are our lawyers, mtafuatilia hii kesi, what happened then? Now you are not our lawyers and I'm suffering with my babies in the house. So mi nikaacha sasa kufuatilia juu sasa kama sina lawyer siwezi saidika, and this is a baby and he is growing and it's a mistake made by a very learned person who told me na akaandika BTL was done to me, and remember it's without my consent, my permission, my knowledge, but they insisted they did it, and they didn't even explain to me why it was done at the first place. And when you go to the right offices you don't get help, you're just ignored like sijui what. So unapatanga saa zingine mi nitafikiria sana, I'll beat my kids, like nakuanga tu na depression. Even my mom alinotice tu juzi. Mi nilikuwa napenda mtoto wangu wa kwanza sana cause nilimpata nikiwa in teenagehood and I was told by his dad wakati tuliachana, kill that child na uende ukamtupe kwa sewage za Kibera. So niambia anything to do with that child, and nikafikiria niue. Sasa unajua bado niko mjinga, niko mdogo, hata naweza muua si ameniambia ni muue. So I didn't know sheria hata inaweza nichukulia ingenichukulia hatua kama ningefanya vile, but nikajiambia acha tumlee mtoto. So nikamlea na nikampenda na nikajua I'm the dad, I'm the mother, na nikampenda sana. But ilifika time siku hizi hata simpendi, sitaki kumuona, like hata unaweza fikiria ndio ameniletea hizi shida, cause like nikienda mahali nakuja saa zingine napata watoto wamechomana, saa zingine amewachoma na chai sijui nini. Nikiwa mahali siko sawa, kwa sababu najua anything bad can happen in that house or anything good can happen in that house, but mostly unafikiria tu zile vitu mbaya. So she has been suffering, she has been crying in school. Kwanza hiyo ndio kitu yenye ilifanya sana nianze tena kutafuta watu. Nilikuwa nimesema tu acha tu niache tu God atanionekania, but sasa nienda kuchukua results zake za last etap. The teacher told me, the class teacher, Mary is undergoing a lot. Anafikanga shule analia kwanza warm up asubuhi. So vile mwalimu aliingiana na yeye sana, akataka kujua shida ni nini. Akamwambia yeye ulala saa 8, saa 7 juu by the time anatoka shule mostly siyuko, atakuja tu apate watoto awaogeshe, uniform ni pea moja, angalie hivi aone hakuna mtoto wako na uniform safi, aoshe. Saa zingine sijaosha vyombo, maybe nilikuwa na customer wa saa 2 na mwingine wa saa 8. So sasa by the time narudi kwa nyumba ni saa 3 usiku na saa 2:30. So unajua tu traffic ya Nairobi, na ninaendanga different places. I can go to Kitengela, can go to, unaweza pata customer wangu wa kwanza ni Kitengela, wa pili naenda Ngong. Sasa unaona hiyo masaa yenye naharibia kwa barabara ni mingi sana. So atakuja, ataosha watoto, ataosha vyombo, aoshe mpaka aoge yeye mwenyewe, aoshe nyumba. Kama nilitoka tu kasi sijafanya kitu juu si huamka 5 juu ya kwanza kujitayarisha kwenda shule. Sasa hiyo 5 nikiamka, by the time napeleka watoto shule na nirudi inakuanga almost saa 2 juu saa 3 hiyo kucheleweshwa nini. Sasa kumbe hii kitu imekuwa tu inamkula ndani kwa ndani
Basi sasa hata aniambii kwa sababu ni kama anaona hata akiniambia nitafanya nini. Na ni lazima akae na hao watoto. Haya, nilikuwanga nimeandika msichana wa kazi, lakini bado angekuja afanye hizo kazi zote. Nalipa mtu 7,500 but hakuna kitu alikuwa anafanya maana. Niwaogeshe watoto peke yao na kuosha nguo like twice a week. Lakini vyombo hataosha, nyumba hawezi osha. So sasa unapata bado huyo Mary akitoka shule, by the time anamaliza kazi za hii nyumba ni saa 3 ya usiku. Alafu sasa bado ako na homework. Sasa hiyo homework afanya, utapata tu analala tu kwa meza tu. Nageuka hivi kidogo, mimi nimeingia kwa bed maybe saa 6 usiku. Namwambia hujamaliza, niko karibu, kumbe amelalia kwa meza. Nikigeuka kidogo napata amelala, namwambia wewe hujamaliza, bado 2. Akienda kufanya juu ya kuchoka. Shule si unajua bado inachomekesha. Amefika home amechoka. If ningefanya tu uzazi vile mimi nilikuwa nimepanga kwa maisha yangu, nilizaa mtoto 2010, yeye nikazaa 2018, na nikasema nitapata mtoto mmoja wa mwisho 2021 ama 2022, and I don't know what happened, nikapata tu mtoto wa 2021. But unaona huu mtoto wa 2019 alini complicate everything like in my life, the rest of my life ilichukuliwa na huyo mtoto wangu. Nilikuwa namchukia, sikumchopia nguo, sikumshopia anything cause hiyo si mimba nilikuwa nimepangia, na niliona itanileta chini from the word go. So sasa huyu mtoto, if they could have done that mistake ya kuniambia wamenifunga, mimi ningetumia family plan na ningerudi kazi 2019, 2020, 2021. Nikipata mtoto ningekuwa nimefanya 2 years kazi. Aingenileta down kwenye saizi niko down. Like now, I have arrears for 4 months rent. Juu nilimaliza savings yangu yote. Hao watoto wakigonjeka, wanagonjekanga 1, 2, 3 wakifuatana. In 3 weeks, utapata natibu watoto. Hata chakula unapata sasa inafika mahali, ni kama hata tunashindwa kula, but ukicall their dad, anasema tu, usijali watapona kwa neema nitawaombea. Maombi peke yake, you believe tuna maombi. Nothing else. Sijui kama yeye akigonjeka anameza dawa. So, me I feel Kenyatta imenikosea sana. Whoever did either ni mistake ama ni nini, na walitaka ni believe on their mistakes, and I believed because nilibelieve na sikutumia family planning. Whoever did that mistake, mimi niko na swali kwao. Na ninahitaji, mimi naambianga Mungu nisikufe hadi nijibiwe hiyo swali. Niambiwe why they lied to me. They did a MTL of which hata mtu angeniambia nimpatie by then 10,500 I could give them without even asking so many questions, cause nilikuwa nimejipanga kimaisha yangu hiyo enzi. Ningewapatia tu bure hata bila kuitisha, lakini wasinidanganye wamenifunga kama hawajanifunga, cause it has contradicted the rest of my life. Yes, so I want to know kama Kenya kweli kuna justice. Hii ni maisha nimerudishwa kwa hii nyumba yenye mnaona inakaa hivi. I sold everything in my house. Sofa sets nini. Huyo mtoto nililea na maisha ya juu sana. Huyo mwenye anaitwa Mary. We couldn't go anywhere with a matatu. Tulikuwa tunatumianga Uber 24/7 na live alone kabla Uber ijakuja. Nilikuwanga najulikana hadi na watu wa taxi in South Sea. Even now nikiwalk na wewe kule utaona vile watanisalimia. I used to use a taxi whether going job or where. Cause nilikuwa nimejipanga maisha yangu na nilikuwa naingiza pesa yangu nzuri. So what led these people kuniambia wamenifunga na wajanifunga, kuniletea hii shida yote, yet wakiniadmit they saw niliandikiwa a hairdresser. Hawakuona pali inasema mimi ni receptionist ati nitagojeanga mshahara. I get paid upon my job. Mimi ile services yenye narenda ndio inafanya na get paid. Nisipoingia kazi hakuna kitu hiyo siku. So tangu nipate mtoto 2019 niliandikwa tu mara 2. Na nikiandikwa hawa watoto huyu akigonjeka nikiomba ruhusa leo napeleka mtoto hospitali wanasema sawa. Nikaomba tena next week mwingine amegonjeka. Hakuna.
Hiyo ni kwenda kusuka mtoto kwa nyumba. Huyo atatubebea customers wote. So na mimi juu niko na bitterness inside me, I had to leave that job kabla tukosane na mtu. The same thing, nikaenda kwa mwingine, akaniandika. Nikaenda ku hospitali. Customer wangu, nikamtumia customer wangu. Akaambia customer, sana na wewe mwanamke ashughulikangi na customers. Anajifanyanga tu watoto ni wagonjwa kila saa. Utajifanya mtoto ni mgonjwa kweli? Have never. Mi nilikuanga narauka. Even watu wenye wananijua wakiwatch something watashangaa na maisha yangu sahi. I used to be high. Na ni kazi ya salon. I'm not learned. But Mungu nao alinibariki tu na akanipatia baraka zote. Hiyo ni kitu nilikuwa nashukuru kutoka kwa Mungu kila saa. Sijawahi wekwa na mwanaume, sijawahi lipiwa rent yangu na mwanaume yeyote. Na niliishi nyumba miaka 8 nikilipa 25,000. I can take you there even now. Na utaambiwa na huyo mama kama bado ndio owner wa hiyo nyumba. Na kitu ambayo inafanyanga na kasirika zaidi ni right now nikiangalia maisha ya saa hizi nianze kwenda kutafuta kazi. Huyu mtoto wangu mkubwa ndio atasafa zaidi. Kwa sababu nikisema ni kila siku akuja apate hakuna kitu imefanywa juu tutarauka kila mtu aende kazi. Yes, ndo atafika wa kwanza. Lazima ataogesha watoto, lazima atafanya kila kitu ya nyumba. Yeye hadi ikifika saa 3 namwambianga kama sijaingia kwa nyumba, you make sure watoto wamekula. Whether there is money or not, ataenda kwa duka atatoa chakula. But kazi zake zote ndo zinakuanga ziko pending. Yeye ndo atafanya zake zote nyuma. Hao watoto ni yeye mwalimu wao. Ni yeye daktari wao. Simply because nikinunua dawa niache pale. Kama ni 1 × 3 atapatia hao watoto na nipate hajawapea. Hiyo inakuanga ni shida. Because yani mimi nishamchukua sasa, yeye ni kama mtu mzima. Anafaa angalia watoto cause hata mimi I was messed up. So like nilikuja ku notice juzi na believe pia yeye anafaa learn from mistakes. Unaona? Yes, I'm forcing something inside her yenye bado hajafikia hiyo umri. Mtoto wangu amekomaa kabisa. Ukimuona sasa unaweza fikiria ni mtu mkubwa. Kwa sababu gani? Juu ya kulea hao wenzake. Ungependa Wakenya wakusaidie vipi? Mimi kitu ambayo naomba ni Wakenya, mtu yeyote mwenye ananitazama tu ama mwenye atasikia story yangu tu somewhere, mi usaidizi yoyote ile, hakuna ile nakataa, but mostly ningependa nikuwe hata na kabiashara kangu kenye nafanya, kwa sababu nikiwa na mahali naamkia nashinda narudi haitoshani na hii sasa kungojea customer after 3 days 4 days. Alafu nikiwa na biashara yangu I won't be limited. Like ukiandikwa na mtu anakuambianga kuingia kazi saa 2 mpaka saa 2 usiku. Mimi nitaingia kwa hiyo kazi saa 2 asubuhi nichape kabisa ile serious, niseme hata kama nikufunga 6 nikuje kunini watoto, nikuange najipanga vizuri. Na Mungu akinifanyia bidii tu nifanye bidii ya hiyo kazi, maybe hata nipate tu pesa extra, naweza andika mfanyikazi. I can even prolong the working hours. Kwa sababu kulea watoto in Nairobi, sina mtu nategemea. My mom is in Nairobi. My parents are in Nairobi. Hakuna mtu nategemea, hakuna chakula nategemea kutoka ushago mahali. Na sitaki watoto wangu wa grow ile, yani ni kama tu wale tu wenye tu umeachilia tu kwa mtaa. Nitafurahia sana. Haya, if there is any lawyer who is watching or someone who can afford a lawyer, ama mnaweza nichangia tu I get a lawyer ashughulikie hii kesi ya huyu mtoto, nitafurahia sana. Those are my prayers. Unaweza patiana namba yako ya simu? Yes, naweza peana namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 0724 353566. Namba ni 0724 353566. Majina italeta nani? Majina ni Virginia Ndinda ama Virginia Mutuku. Na sasa umesema unafanya hizi kazi za hairdressing. Yes.
Mtu akitaka pia kukuitia atatumia the same number. Yes. Mhm. Yeah. Na I do house calls because that is what's making us survive right now. okay. Na umeperfect area gani? I do everything. Like nimekuwa tu kwa salon industry for long, so I used to do hair alone, but even now I can do things like pedicure, manicure. But for now I don't do because I had tried to start buying the whatever. So you can see there is a foot bath massager there. I wanted to buy some. I wanted to start working on nails, but also the means of transport kwa customer na a foot massager is not. So nikasema kwanza acha tu ni hold on. I tried to buy also kinyozi machines. I have them. I've hung to there. I have them. The machine whatever. I had remained to buy only the seat. Lakini sasa nikakosa pesa ya seat juu I wanted to put up somewhere. Alafu niandike tu mtu nijuange tu hata nikipata hata 50 bob hapo kila siku naweza pata tu pesa ya sukuma. So nikafika pahali nikakwama juu ya hiyo story na kiti cause nilianza late wakati wenye nimetumia like almost all my savings. So nikakwama tu. So hata mtu akiamua kunibless hata na kiti ya kinyozi, I have the machines and drape pass and everything. Naweza put up najua hata locations zenye naweza target, but sasa kiti tu ndio shida. Kiti ya kinyozi. Ukiongelelea kinyozi, how about mambo ya hairdressing? Hairdressing inahitaji a lot of things. So niliona nikianza na mambo na kutafuta blow dryers and everything. Hiyo ni costly sana more than kuanzisha kinyozi. Kuanzisha kinyozi ni rahisi. Alafu kinyozi unaweza locate anywhere. Hata kwa kijiji naweza weka kinyozi. Kwa sababu hata 50-50 ni mingi kule. Lakini nikisema ati naweka a classy kinyozi, lazima pia inahitaji vitu za juu. Lakini hii niliona naweza pita tu na niweke tu kinyozi somewhere like Kibera. Simi nilikuwa resident huko, so najua hizo places ni nini naweza do better. Na wakati tumekuja hapa kwako, umetuambia katoto kako ka mwisho kalikuwa kaanze shule leo. Yes. Ni nini imefanya asiende? Mtoto wangu nilianza kutayarisha kutoka August kama shule imefungwa. I just bought a dress, a sweater and the blouse haikukua, lakini nikajua juu anaenda shule yenye kijana anasoma. Nikajua naweza mpatia kwanza moja juu huyo ako na shati mbili. So nikajua naweza tumianga yake moja kuvaa ndani ya hiyo dress kabla nipate pesa ya kununua ingine. So kiatu ndio tu ilikuwa imebakia. Na mpaka saa hizi nikipata tu pesa inaingia shule. So watoto wangu wafungue shule, I pay lunch on a daily basis. Nalipa lunch ya wawili 140 kwa sababu lunch ni 70. Kuna hii lunch imekuja ya Sakaja in Nairobi, but iko tu na challenges mingi. Mtoto kama hana saa, ametoka na saa kwa nyumba asubuhi, lakini ikifika saa 7 amepoteza saa, he won't eat. She won't eat. Mpaka mzazi aende tena ajaze saa na 150 shillings, afanye nini? A replace. So nikaona wacha tu ni continue na hiyo ya kwanza kabla nijue sasa hawa wanaweza huyu kwanza huyu wa grade 1 anaweza maintain aje saa. Kwa sababu kila saa nikienda tu nikimchukulia anakuja saa imepotea, saa si kukula, saa imepotea. Saa una imagine mtoto ameshinda a whole day kwa shule, maybe asubuhi wameamka si kukuwa na kitu ya kupikia, so wameenda shule, najua atakula lunch shule juu umelipa 5 bob, lakini anarudi jioni anakuambia mom si kula, nasikia naumwa na kichwa sijui. Sasa nikaona hii inaleta contradiction, so nikipata kama ni 240 naenda tu nalipa tu mara moja, najua at least hiyo ni siku 3. Aya, huu mkubwa sinanga shughuli na yeye juu sasa yeye saa yake wanaibania kwa class sijui atasema tu anaibania, huwezi jua ni yeye alipotezea wapi. Sasa naamua tu ni asubuhi akiamka, si fare ni 10 bob, nampatia 50, namwambia 10 bob kwenda 10 bob kurudi, alafu 30 bob ukule chini utakula lunch. Huyo sishindani na yeye like hata venye umesikia nikisema nishaacha kushinda nikifuatiliana na yeye juu naona hao wengine wananikula akili. Sasa yeye si at least anaweza jireasonia kidogo, of which na mbanga tu Mungu asikuje tu afike age fulani ikuwe kuna mahali alipita juu ya hii kumneglect mapema
niseme kumbe ningefanya haingekuwa, but at least namwangalianga, basi sana. Mi nina focus na wadogo sana. Na ever since baba mtoto hamna communication sasa? Nikimpigia alikuwa shiki simu. Nikimtumia messages no reply. So iko tu hivyo tu, ikafika time nika give up. Kuna time tu angenipigia usiku aniulize ati mmekula mko ama mlikufa. So akinitumia message mi nakasirika tu, but sasa sijibu kwa sababu hata nikijibu ilikuwa inaniumiza. So nikakuja nika notice ulcers zangu. I have been having ulcers for the longest. Nilijua niko na ulcers since 2012. So sasa ikakuja sasa juzi ika grow into acid ikaanza kunisumbua na H. pylori. So nikaambiwa nisipojimanage itanidrain. So ilifika tu time sitaki tu nini story. Hata watoto wamemeza banu, wanameza pesa, wakishindana tu, wakipata tu banu huko nje unasikia, mimi nakula banu, nitameza mbele yako. So mtoto ashameza, unamuona tu ndio huyu tu inamnyonga, nikaa inarudi, kumbe inaendelea kuingia. Inaingia, nikienda hospitali nampigia simu, ana shughuli, nasema atapona tu kwa neema. So hata ilifika time I don't call. Maneno yako ya mwisho? Maneno yangu ya mwisho, kwanza let me appreciate those people who have tried to help me, hata kama hatujafikia kupata justice. Kuna watu tu wamekama kidogo kidogo, ile like kunichukua tu hiyo video, but no one has ever posted. Sijui ni nini inakuanga kikwazo cause they don't communicate later. Sasa kuna mtoto mmoja tu alinicon a lot of money, nilikopa and I'm struggling to pay even today. Alikuja tu akaniambia I pay her 10,000 na siku hata na boba. Hata hiyo siku sikuwa na chakula ya watoto, but akaniambia nikishaweka hivi utapata watu watakuhelp. So I trusted her and gave her, but since that day she doesn't respond. I see her doing videos and I don't. Nikakuwa tu na bitterness, ikakuja tu ikaisha tu, nikasema wacha tu nimwachie juu pia by the time unakuja kufaulu you have to undergo a lot of challenges. So nikasema tu ni sawa, ina shida. Sasa ile kitu yenye nikimalizia nikifikiria uanganalia sana na inaniumiza sana, it's the way in Kenya people can ruin your life and we live like there is nothing has happened in your life. You don't get help and those people are there, they can testify and say this and this and this. They are happy, you are here struggling and the mistakes were not yours and they cannot come up and say ABCD. That thing hurts me the most. The most. Sasa kitu ingine ni I would like to hear from Kenyatta what led them to tell me they have done a BTL, and if for sure they did, why did I get a baby? And because I got a baby after trusting all their processes, all their services, why? Who is responsible of this child? Only that. Who will be responsible for the life of this kid? Mpaka asome afike mahali anafaa kufika, kwa sababu I have a kid who has a problem with her here and I cannot manage kumtibisha. Masikio yake inaendelea kuharibika simply because mpaka uende uone ENT. Nimekuwa tu nikienda tu hospitali tu normal like Bagathi. Ndiyo napewa tu pesa, napewa tu dawa ya kuweka, but after some time inatoa tena usaha. So nikaambiwa siku nyingine, why don't you take her to a specialist? But I cannot afford, kwa sababu huyu akimaliza hii masikio, sijui shule wanataka nini, rent ndio hiyo. I have a lot to do. Like in a month, I use 48k. Nilikuwa nimekonda sana juzi. Just the other month mwezi wa 8. Simply because nakula chakula like ningekula once ama twice in a week. I'm here running here and they are looking for money juu ya watoto.
Alafu nikaenda mahali nikaambia mtu the way I'm struggling kulea watoto, akaniambia but if you can manage to get 48,000 you are okay. But manage kupata kwa sababu najinyima vitu mingi sana, najinyima like everything, najinyima time hata ya kukula nikikimbizana na pesa. So nikakuja nikaona na hii pesa yenye natafuta si ndio itaninunulia tu jeneza soon. So I had to cut some things. Yani hata nikiitiwa pesa sijui wapi, sitoki hiyo mbio sasa. I plan myself. Na kama hiyo siku yenye niko available, you are not available, then wacha tuike, kwa sababu nilikuwa nakaa tu wazimu. Niko mbioni 24/7. Alafu ndio sasa huyu msichana mkubwa alikuwa anasafa sana. Juu kila saa niko nje. So akikuja ataanza kazi A mpaka Z. Ataifanya kama parent. Na saa hizo haiwezeka. Hata watu walikuwa wananiambia hiyo ni kumisuse mtoto. Nawaambia kumisuse mtoto. So mimi nifanye kazi zote akiwa hapa. Na mimi mwenyewe pia mwili inanisumbua. Saa hizi my back is not a back. Juu ya kufua. Ukiona nikifua nguo za 3 days utashtuka, na ni lazima nifue. Sinanga otherwise. Mimi nimeumia mgongo siku hizi, nimeumwa na mgongo. I cannot even sit for like 30 minutes. Hivi nimeketi. Ati chini hivi 30 minutes. Kwanza kwa kiti, hapa kwa mattress na sawa. Nasikianga tu naumia tu spinal cord. Kabisa. Usiku naweza lala nishindwe kujipinga. Simply because nainama sana and I'm overworking. Mimi naweza simama 12 hours bila hata kuketi chini. So, hii magumu yote mimi ubelieve ililetwa na Kenyatta since nipate huyu mtoto wa 2019. Cause nilikuwa nimeresume job yangu kama normal 2018. After nimepata huyu mtoto nimeresume job vizuri sana. Hiyo mwaka December ndo niliingianga job. After from mwezi wa 7 niliingia job December. So, tangu niingie nilirudi tu kazi kama kawaida na nikaanza tu job zangu kama kawaida. Na kukuja tu kunotice tu niko na mimba. Nilijichukia zaidi ndio, but nilicontinue na kazi mpaka siku ya mwisho. Basi sasa tangu nipate huyo mtoto tu nikakaa kwa nyumba, nikaandika mfanyikazi 1 month 2 month. Nikaona huyu anashindwa tu na kazi. Watoto tu utakuja tu upate tu wameanguka, wamefura huku kote, sijui kunatoshana aje. Unakimbia hospitali, ulali. Ni kama tu nitafuta tu pesa ya kukimbia tu kwa madaktari. Niliona iwezekani. Nikaona pia naweza kaa kwa nyumba nilelea hao watoto, wakiwa wakubwa nitafute something to do. Basi sasa nilikaa kwa nyumba kuwalea, na hiyo kukaa kwa nyumba kuwalea ndo nikatumia hata ile pesa yenye ningeweza kufanya nini? Kufanya biashara nayo. So mimi Kenyatta tu ndio inani owe a lot of questions zenye nahitaji nijibiwe. Na huyu mtoto mimi najua kitu yenye na mwanzo haikosangi mwisho. They started this journey ya kupata huyu mtoto. So since nimpate, hakuna mtu ashai chip in kunisaidia kwa maisha ya watoto. Ni mimi tu peke yangu and I'm suffering. Vile walianzisha safari ya huyu mtoto, wajue mwisho wake itakuwa aje. Because soon anaenda kuwa mkubwa. Na saa hizi nikiwa na watoto hakuna vile nitaendelea kulelea watoto hapa. We don't even sleep. Mimi silalangi. Mimi hulala tu hapa hivi. Hapa penye tumekalia. Hao watoto watatu nalalanga nao hapa. Unaona hiyo nyumba venye iko squeezed, haina kitu, hakuna kitu unaweza fanyia wapi. Huyo mkubwa ulala hapa peke yake. Na the reason ya kulala peke yake ni juu yeye uko juu kwa kitanda. So sasa akilala na wengine usiku wakipojelewa wanaamka, sijui maji sijui, so silali. So sasa inabidi naamka. Sasa nikaona badala hii kuamka kushinda sijui nini, alafu tena kabla upate usingizi 5 imefika wanafaa waende shule. Nikaamua wacha tu nilale na wao, yeye alale peke yake kwanza. Juu hii kitu huwezi maliza. Mtu anakojoa tu kwa kitanda, leo tu akojoa, kesho anakojoa. Na ukimwambia mbona usiende kukojoa? So you cannot control it. Nikuja kunotice, huwezi ukaicontrol. Nilikuwa nampigia kelele lakini nikuja nikanotice, you cannot control that thing. Ni yeye tu, akuje tu aiweke sasa kwa mind yake, ajue vile atadeal nayo. Wow, Virginia, I hope kutakuwa na msamaria mwema mwenye atajitolea maybe akusaidie kama ni wakili ama mtu anaweza kusaidia you set up a salon ama the kinyozi. Yes. Yeah, tunaomba Mungu and we hope that utapata usaidizi. Na pia pole for all that umekuwa ukipitia and I hope with time
tunaambiwangwa ukianzia kitu inakuanga ngumu. So with time I hope hati yako ita lighten up. Na Mungu atakuwa akitengeneza njia na vitu zote zitakuwa poa. Sawa. Yes. Asante sana kwa kutualika na pia kutu accommodate hapa kwako. Tunashukuru. Nashukuru.